Shalom shalom bien-aimé, mbele yenu ni Apotre Moses Power. Natamani kuongea kidogo juu ya filamu hii ya siku za mwisho, Enlèvement ya kwanza ya siku za mwisho. Hapo tumeingia katika mafundisho yetu ya siku, na Mungu yuko anatufundisha juu ya Enlèvement, kunyakuliwa wa kwanza. Wakati ambacho tarumbete itakuwa imelia, watu watapata premier enlèvement, na ndani ya ile premier enlèvement watu ambao wataenda itakuwa watu ambao sasa wamekubali maisha ya Ukristo, wamekubali kutenda matendo mema, wako wakijitakasa na kuangalia hali yao wenyewe. Mtu yeyote ambaye anakuwa na neema sasa ya kutumikia Mungu katika roho na kweli, na kutengeneza historia, na kutengeneza mwenendo na matendo yake, na kuishi uoga wa Bwana, atakuwa amepata unyakulio wa kwanza. Angalia gisi watu wanapata unyakuo wa kwanza. Mwingine alikuwa ndani ya ndege na anapata unyakuo pamoja na watu. Mwingine alikuwa kitandani akipumzika, naye akapata unyakuo na kuenda pale juu. Ndugu zangu, kuna wengi za watu walikuwa wameketi mezani, lakini muda imefika wakanyakuliwa. Kuna wengine wakati malaika wa Mungu akipika tarumbeta, wako wanatembea na kununua mabitu mbalimbali, na hapo wakanyakuliwa na kuacha kila vitu walivyokuwa kinunua. Angalia, unyakuo hii tunapoongelea sio mambo ya kawaida, sababu neema ndiyo hii, wakati ndiyo hii ya kubadilisha mwenendo na kubadilisha matendo. Angalia, watu walikuwa pale katika hali ya feti, kwenye mazingira ya furaha, lakini wengine wakanyakuliwa na wengine wakabaki. Huyu baba alikuwa shambani, naye akanyakuliwa akaenda juu. Mwingine alikuwa katika hali fulani akitembea ndani ya eneo fulani, naye akanyakuliwa na kuacha kila nyama pale. Ndugu zangu, mafundisho hili ni ya muhimu kwa ajili yako, ni ya muhimu kwa ajili ya maisha ya Ukristo tunapoipitia. Wachungaji walikuwa hapo nao wakanyakuliwa. Filamu hii natufundisha sana kuhusu maisha ya watu, kuhusu maisha ya binadamu, kutoka katika mwili hii ya dunia na kuingia katika mwili nyingine mpya. Wale walikuwa shambani nao wakanyakuliwa na wengine wakabaki. Angalia, mandugu na marafiki walikuwa hospitalini, wote wakanyakuliwa. Wengine walikuwa wakitembea barabarani, wakitembea na magari, pikipiki, ndege, wote wakanyakuliwa. Hakuna tena mtu anaweza kuongoza pikipiki, gari ama ndege. Ndugu zangu, hali hii ni hali ambaye inabidi tuifikie na tuingie ndani. Hospitalini tayari watu wote wamenyakuliwa. Hapo sasa tunaingia kwenye mawazo ya pili, mafundisho ya pili, ambapo imekuwa hapa sahihi. Imekuwa baada ya unyakuo wa kwanza. Mungu anashuhudia kusema ndani ya maandiko matakatifu, utasimama falme moja ambayo itakuwa kubwa sana, na ndani ya ile falme itakuwa renye ya shetani mwenyewe kutawala ulimwengu. Na katika hiyo siku Biblia inasema ya kwamba wakati wengi za watu wa Mungu watakuwa wakinyakuliwa kama wandugu hawa, kutatokea wakati imefika serikali ambacho watakuwa wamebaki watakamata hatua nyingine mpya ya kuongoza nchi. Watabadilisha namna za uongozi wa nchi, na hiyo namna itakuwa namna ambayo itakuwa imetoka kwa chapa ya Lucifer. Na ile kipindi cha pili kutakuwa kipindi ambacho watu wataokolewa tena kwa damu yao wenyewe. Hakutakuwa tena neema ya bure, bali kutakuwa neema ya mateso. Hakuna neema lakini
mtu kubali kuteswa, lakini baada ya kuteswa ukishuhudia imani yako mwenyewe ndipo utapata neema za pili. Hao watu tunaowaongelea saa hii ni watu ambaye wanashindwa kupata unyakuo wa kwanza. Angalia watu walipopewa neema ya unyakuo wa kwanza wako wanaenda juu, na wenye wakubaki wako wakilia na kuomboleza na kufikiria maisha zao. Je, uliishi namna gani katika dunia? Wakati wengine wananyakuliwa, unaanza kukumbuka na kufikiria, wakati hayo nilikuwa nikitenda mema, nikienda kanisani, nikiomba, nikiimba, nikihubiri. Hapo sasa serikali hawatakuwa na uwezo ya kutumia silaha yoyote, sababu uwezo hii itakuwa zaidi ya serikali. Ndipo sasa watu ambaye watashindwa kuenda kwenye unyakuo wa kwanza wataketi na kushangaa sana kitu kinachoendelea, na baada ya hapo watakuwa wakiomboleza na kushangaa makubwa na miujiza ya Bwana na kukumbuka kila neno la Bwana walikuwa wakisikia kufuatana na mahubiri fulani ambayo ilikuwa ikihubiriwa. Ndugu zangu, angalia vema sana ndugu zangu, hapo unyakuo zinaendelea pale kanisani, na ilipofika muda kama na huu, watu kanisani wengine wakaenda na wengine wakabaki. Watu wakashangaa sana na kila mtu akajuta sana na kuangalia moyo wake, maisha yake, na kufikiria sana sababu gani amebaki. Lakini neema ya Mungu kiangali kwa ajili yako ndugu mpendwa. Angalia, Biblia inasema wakati itakapokaribia mwingine atabaki na mwingine ataenda mahali kulikuwa watu wawili. Ndugu zangu, angalia filamu hii na ikufunze kwa sawa na gisi neema ya Mungu ikiangali, tupate gisi ya kutengeneza historia zetu na kufuata neno la Mungu na woga wa Mungu. Hao sasa hii ni watu ambaye wanakuwa katika hali ya kujuta sana. Wengine wanaendelea kunyakuliwa na wengine wanaendelea kubaki. Neema imefika sahihi, lakini umekataa neema. Tumefika kwenye kipindi ambacho Biblia inasema taifa watakusanya pale mbinguni kwa ajili ya kupata hukumu wa kwanza. Ndugu zangu, taifa la Bwana watakusanya hapo na watapata hukumu kutoka kwa Mungu. Na katika maisha haya Mungu anatumikisha watumishi wake leo kuhubiri habari njema. Uliokubali kufunguliwa utapata ufungulivu wako, na wengine ambaye hawapendi kusikia neno la Bwana watakuwa na uhusiano yao ya kifalme, uhusiano wao wa kiserikali, na watakuwa wanajipanga kwa ajili ya mambo fulani ambayo itakuwa baada ya unyakuo wa kwanza. Hapo tunatazama ni president wa serikali ambaye anatoa taarifa ya kwamba tumebadilisha historia, tumebadilisha serikali na tunataka kuongoza kwa namna nyingine, sababu vitu tunavyoangalia ni vitu isivyokuwa kawaida, mambo haiende sawa. Ndipo maana tumechukua jukumu la kutengeneza historia na kuanja nyingine mpya. Ndugu zangu, Bible iko tayari kwa ajili ya mtu mmoja katika siku ya leo. Wakati ambacho unaweza kuhubiriwa kwa njia yoyote, ndugu zangu, usikatae kuamini Kristo, usikatae kutumikia Kristo, kwa sababu ni neema ambayo ikiangali sahihi. Tayari tunaangalia ndani ya filamu yetu, serikali inaweka security kubwa sana, na hiyo security inaongozewa kwa nguvu ya Lucifer mwenyewe. Dunia na mambo yake yatapita, lakini taingia kwenye dunia nyingine ambayo itakuwa kipya, ambayo itakuwa kama dunia ya kwanza. Ndugu zangu, mfano kama na hii ni mahali ambayo Biblia inatuambia kusema ni wakati wa kuomba sana, ni wakati wa kukesha sana, kwa sababu utakapoomba na kukesha na kujilinda
mwenyewe imani yako, Mungu atakuwezesha. Mifano kama na haya inaonyesha kwamba serikali watakuwa kiongoza nchi kwa nguvu sana, na dunia nzima hawatakuwa na neno moja wala masemi moja ambayo wanaweza kutoa mbele ya serikali, kwa sababu hapo sahihi utakapokubali kutumikia Kristo kwa mara ya pili, watakuchoma namna hii na watu watashangilia. Wewe ambaye utakubali chapa ya Lucifer, yani 666, utakuwa mwenzao. Lakini watu kama na hawa